Why are we called spiritual church? Kwa nini tunaitwa kanisa la kiroho? Why are we different from the other denominations? Kwa nini tuko tofauti na madhehebu yale mengine? Because we have got so many denominations. Kwa sababu tunayo madhehebu mengi. And many people have gathered today in their places of worship. Na watu wengi wamekusanyika katika maeneo yao ya maabudu. What is the difference? Tofauti ni nini? Why are we gathered in different places and different directions? Kwa nini tumekusanyika katika maeneo tofauti na maeneo mbalimbali? With the different views. Tukiwa na maoni mbalimbali. And different types of worship. Na tukiwa na aina mbalimbali za ibada. Why not the same? Kwa nini zisiwe sawa? We have one Bible. Tuna Biblia moja. We have one Jesus. Tunaye Yesu mmoja. Why are there differences? Kwa nini kunazo tofauti? So I want you to reason. Nataka utafakari. Why am I spiritual church? Kwa nini mimi ni kanisa la kiroho? Number one. Jambo la kwanza. You must accept the things of the spirit. Lazima uyakubali mambo ya roho. Hallelujah. Hallelujah. Every born again believer, kila muamini aliyezaliwa mara ya pili, born by the Spirit of God, aliyezaliwa kwa roho wa Mungu, must lazima grasp the things of the Spirit. Ayashike mambo ya roho. He must be willing, lazima awe tayari, to allow the Holy Spirit, kumruhusu Roho Mtakatifu, to fill his life, ajaze maisha yake, to lead him, amuongoze, and to control him. na kumwelekeza. This person, mtu huyu, must agree with the work of the Holy Spirit in his life. lazima kubaliane na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yake. He was not sent in vain. Hakutumwa bure. He was sent by Jesus Christ. Alitumwa ni Yesu Kristo. Because it's very important, kwa sababu yeye Roho Mtakatifu ni wa muhimu, to every believer, kwa kila muamini, who wants to be a spiritual believer, anayetaka kuwa muamini wa kiroho, a born again person, mtu aliyezaliwa mara ya who pili, flows in the power of the Spirit of God. anayeenda katika nguvu za Roho Mtakatifu wa Mungu. Without the Holy Spirit, pasipo na Roho we Mtakatifu, cannot do anything. hatuwezi kufanya lolote. We cannot be obedient. Hatuwezi tukatii. We cannot do the will of God. Hatuwezi kutenda mapenzi ya Mungu. And we cannot bear fruits. Na hatuwezi kuzaa matunda.